Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye chaneli yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel peke yake inakuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Leo hii ni tarehe 25 mwezi ni wa 5 mwaka ni wa 2025. Tuko karibu kufika kwa mwezi katikati. Bado siku kadhaa tuwe tumefika mwezi wa 6, tukibakisha miezi 6 ndiyo tuingie mwaka wa 2026. Leo hii ni Jumapili asubuhi, na kutakia kila laheri na ninakutakia Jumapili njema mahali popote ulipo kwa chochote unachokifanya. Leo nimependelea tuweze kuongea swali ambalo nimejiswali na wewe ujibu ama uweze kutupea maoni yako. Vita inaendelea huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, haswa Sud Kivu na Nord Kivu. Ni vita ambayo inasababishwa na makundi yanayomiliki silaha, mkiwemo kundi la AFC Bar M23 Twirwaneho. Ambapo wanaendelea na mapigano. Na kile ambacho nataka tujiulize kwa leo, na lingine ambalo lazima tuevite, hayo ndio mambo mawili. Jambo la kwanza ambalo nataka tuligusie leo na kila mmoja apeane maoni yake. Kwa nini jeshi la taifa, wazalendo, hata wale ambao wamekuja kuwaunga mkono mkiwemo jeshi la Burundi, kwa nini waendelea kushindwa na kuyapoteza maeneo? Kwa nini jeshi la M23 Twirwaneho wanaendelea kudhibiti maeneo na yale ambayo wamedhibiti hawayapoteze kamwe? Hata kama wanavahamiwa, hata kama FARDC na attack inawashambulia, inapiga, wanarudi nyuma. Je, wewe waona tatizo ni lipi? Shida ni gani? Hiyo ndio kitu nataka tuongee. Na kitu ingine kabla tuingie hapo, ni ushauri wa kile kitu ambayo mimi nimenotice binafsi, kwa kuwa wakongomani wanapenda uongo. Wanapenda kudanganywa. Ukimdanganya Mkongo, hapo umekuwa rafiki yake. Ukitaka Mkongo hata akusikize kwa radio, kwa TV, mdanganye, hapo utakuwa umekuwa mzuri kwake. Kwa nini nasema hayo? Mara tukitangaza maneno ya ukweli unaoendelea huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wanakulaumu na wana silaha moja ambao wanayoitumia, eti wewe ni Mnyarwanda. Kwanza, kuwa Mnyarwanda sio dhambi, na kuwa Mkongomani sio dhambi, na Mkongomani hayuko juu ya Mnyarwanda, pia Mnyarwanda hayuko juu ya Mkongomani. Kila mmoja hujivunia vile alivyo. Mnyarwanda anajivunia kuwa Mnyarwanda. Hakuna siku hata moja Mnyarwanda amewahi tamani kuwa Mkongomani. Mkongomani hujivunia kuwa Mkongomani. Hakuna siku hata moja Mkongomani hutamani kuwa Mnyarwanda. Hiyo lazima mjue na mkuwe machua. Unapata watu
hiyo kitu inawasumbua sana, na hii ni fikira za kitambo. Hii dunia ya leo tunayoishi, wewe unafikiria kitu yote, huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani. Wewe wafikiria fulani ni mzuri kwao, fulani hufurahia kuwa vile alivyo na vile amejipata kama wewe. Kwa nini nasema Wakongomani hupenda uongo? Nakumbuka mji wa Goma ulipokamatwa, vyombo vya habari vingi, mitandao ya kijamii wametangaza ya kwamba Goma haijakamatwa, wazalendo na jeshi la taifa limekamata mji wa Gisenyi huko Rubavu, Rwanda. Yes, najua kuna bomu ama silaha kubwa zilikuwa zikishambulia huko Rwanda na watu wamefariki Rwanda hapo Gisenyi, lakini hakuna jeshi aliyefinya Gisenyi huko Rubavu. Walishambulia wakiwa Goma na watu wamefariki huko. Hata Rwanda ilikuwa na bahati kwa kuwa ilikuwa na IDOM system ambayo ya kuzuia hizo silaha na mabomu ambayo ya angani walikuwa wamefunga angani, lakini kwa kuwa hii inazuia hizi silaha za kidijitali, zile ambazo ni za kitambo ndizo ziliangusha bomu hapo na zikaua raia. Ilifanya kitu wiki mbili wakisema ya kwamba eti wameenda wamefika huko Ruhengeri, FARDC imekamata Ruhengeri, na watu wanashangilia. Na ukijaribu kutangaza ukweli unaitwa Mnyarwanda. Hebu turudi kwenye kiini chetu cha leo, hii Jumapili. Je, we waona ni kipi kinachosababisha hii kushindwa? FARDC, wazalendo Warundi, hujaribu kila siku, mara wameshambulia huku, lakini wamerudishwa nyuma. Na hiyo kuna mitandao na vyombo vya habari hawaongei hayo. Mtu anakuambia eti wameenda wamepiga, sijui wamepiga sehemu fulani na wameikamata wazalendo. Kwani unadanganya ukisema eti, tuchukue mfano eti M23 imekamata Uvira. Na hiyo kitu umeongea ukweli. Yes, umepigiwa makofi juu kwa upande huo. Lakini yule mtu ako Uvira, na kesho Uvira kutakuwa watu. Si hiyo kitu itajulikana kama umedanganya? Ukikuja utangaze useme ya kwamba wazalendo wamekamata Minembwe, hiyo ni mfano. Mwisho utaendelea kudanganya na Minembwe bado Twirwaneho ndio wako hapo hapo. Leo umedanganya, Yesu umepigiwa makofi na wale wanaigamia upande huo, lakini kesho utawaambia nini? Swali yangu ni, mbona jeshi letu linazo vifaa vya kutosha, tunao idadi ya kutosha, wazalendo wako, jeshi la Burundi limekuja na nguvu zake zote kutuunga mkono. Kwa kuwa wanaogopa, sio kutupenda pekee, wanaogopa huyu anayepigana hapa Kongo, kesho anaweza ingia Burundi. So kwa hivyo wamekuja. Lakini hii kushindwa, nyinyi mnaona chanzo ni kipi? Jeshi tunalo, risasi tunazo, silaha tunazo, shida inatoka wapi? Jambo lingine, Kongo inazo ndege, kwa sasa sioni zikitumika. Zinafanya kazi gani? Ziko wapi? Hazitumiwi. Kuna jambo hapo nataka
naomba nijue maoni ya kila mmoja. Je, waona ni jambo lipi? Kuna wezekana kuna usaliti hapo ndani katika jeshi ama serikali yenyewe. Je, rais anafikiria nini? Maeneo yakikamatwa hata kama kuna wanasiasa na waandishi wa habari ambao wanadanganya eti wazalendo wamekamata hapa na hapa na hapa na hapa. Lakini tangu hii vita ianze kuanzia Bunagana hadi Rugezi, sijawahi sikia isipokuwa kwa mitandao na vyombo vya habari mahali ambapo M23 Twirwaneho wamekamata na wametolewa. Wakirudishwa nyuma leo, kesho wanarudi wanadhibiti. Lakini hiyo ripoti inapelekwa, wanasema walikuwa wamedhibiti lakini wametolewa. Kwa sasa wazalendo, jeshi la taifa ndio wako hapa. Na hiyo habari ndio inaenda Kinshasa. Ama pia Kinshasa, rais mwenyewe ako kwa hii deal. Anajua ni kipi kinaendelea. Anajua ni kipi wamepanga. Je, we waona hii kushindwa inasababishwa na nini? Chanzo ni kipi? Kitu gani ambacho kinasababisha kuyapoteza maeneo? Na kila kitu iko. Vifaa ziko. Jeshi lipo na limejitolea. Wazalendo wapo. Jeshi la Burundi liko hapo. Hata wengine ambao wanatupea misaada wako hapo. Tunao majenero, tunao wanajeshi, lakini kila mara kupoteza. Ni tombe. Naomba maoni yako na nikikutakia kila laheri mahali popote ulipo. Asante.